Mungu atakupa mwingine. Ila endeleza misimamo yako. Mkweli kabisa, haikuwa. Hivi mama anaendeleaje? Mama anaendelea vizuri kwa sasa. Anafuata tu masharti ya daktari na mimi namkazania sana sana sana. Vizuri sana. Nikwambie kitu lile. Yaani mwanaume atakayekuwa wewe atakuwa amepata bahati kubwa sana. Manake unasimamia sana misimamo yako. Nashukuru sana. Ila nadhani ni mafunzo kutoka kwa wazazi. Mama wangu aliniambia hakuwahi kufanya kitu chochote na mwanamume mpaka alipoolewa na babangu. I say, kweli? Kwa umefuata nyayo. Yeah. Vizuri sana. Haya, unaendeleaje kwa sasa? Siwezi kusema chochote, lakini binafsi najisikia vizuri. Alafu kumbe ile namba unipa ilikuwa ni ya Rene? Unamaanisha nini? Swali langu la msingi ni hili, kwamba ile namba unipa ni ya Rene? Ndio, vipi? Ulimpata? Hivi hali, kwa nini sasa hivi usiangalia afya yako na ukaachana na mambo ya Rene? Jacob, nina sababu zangu za kukuuliza hivyo. Vipi ulimpata? Nadhani hautojali kama sitojibu hilo swali lako. Na ndugu yangu ukiendelea kuniuliza maswali yako yasiokuwa na msingi hayo, nitakutelekeza hapa nikafanya mambo yangu mengine mimi. Jacob, wewe ndio ndugu yangu pekee mama sasa hivi. Sina ndugu mwingine mimi. Umeshaanza ngojera zako. Usilete ngojera zako, unasikia? Mimi nakusaidia kama binadamu wa kawaida tu hapa. Usilete mambo ya urafiki ambao haupo hapa. Ndugu yangu nakwambia, usijaribu kumwamsha Simba lela. Tafadhali ndugu yangu, tafadhali. Okay, Misha. Yaishi ndugu yangu. Jacob, nishawahi kuambia kwamba ni rafiki yangu wa pekee sana kwa sasa. Nakumbuka ushawahi kuniambia. Sasa hebu nipe pointi yako ya msingi ni nini mpaka kulikumbuka hiyo neno lako. Pointi yangu nilikuwa nataka nikushukuru kwa yote ulionifanyia. Asante sana. Mungu atakujalia ndugu yangu. Okay, nasipokea shukrani zako. Kuna lingine? Lingine lipo. Lakini nilikuwa naomba uniahidi kitu kimoja. Kitu gani? Kwamba hutanikasirikia kwa nitakachokuomba. Okay, ninakuahidi. Ni hivi Jacob. Wakati unaniuguza hospitali, wakati unahangaika na mimi nimelazwa hospitali, katika pita zako hujawahi kukutana na Reni ama kusikia habari zake? Naona bwana mkubwa sasa hivi ushapona na unaweza kujiangalia mwenyewe. Mimi naomba huduma yangu iishie hapo. Hapana, sikiliza Jacob. Sitaki kwanza. Unajua umepitia katika nyakati ngumu sana katika maisha yako ndugu yangu. Sitaki kurudisha katika kumbukumbu hizo. Naomba uniamini kwa hilo. Nakuomba mtafute Reni. Alafu nikishamtafuta, ukishampata nifahamishe.
Samahani kidogo nikuzungumza haya. Rene, ni wewe ama? Unashangaa nini? Kwani mjini mgeni wewe? Rene, lakini wewe sio mtu wa kufanya biashara kama hiyo. Unakosa nini wewe? Ninachokosa uhuru. Kwani unataka ni zaidi ya uhuru? Naishi ninavyotaka. Lakini wewe ni mtu tofauti sana, unataka kufanya kitu ambacho unakifanya hicho. Mtu tofauti nimeota mapembe. Haya ni maisha yangu. Wewe msikie nikwambie kitu. Ulikuja kwetu na njaa zako kanijua huko. Kwao niache kama nilivyo, usifanye ndugu yangu na nionea huruma wewe. Kwa hiyo ulikuwa unajua kama Rene kawa changu doa. Kwa nini ukuniambia kabla tujagombana? Jacob, nilitaka uthibitishe mwenyewe kwa jicho lako. Rene sio mwanamke wa hadhi yako. Jacob, you are a good man. Hustahili kuwa na mwanamke wa design zile, ndugu yangu. Nilihuzunika sana uliponiambia kwamba alishawahi kutoa ujauzito wako. Nilihisi kwamba labda mimi ndio yule mtumwa kufanyia upuuzi alokufanyia mpaka kufikisha maisha yako hapo. Sasa nimegundua kitu kimoja. Wewe si mwenye makosa wala mtu yoyote yule. Ni hii bahati mbaya nilozaliwa nayo ndio inaendelea mimi kunitafuna. Usiseme hivyo Jacob. Siku zote akiwazacho mtu litokea. Kujua unachokihitaji ni hatua moja wa kukipata. Na unapojilaumu kwamba huna bahati, huna bahati mbaya, ni sawa na kujilani wewe mwenyewe. Kwa sababu jinsi tulivyo sisi, yani mtu yoyote unamuona mtu yoyote ni matunda ya kile anachokifikiri. Usichukie watu kwa sababu ya nyakati ngumu ulizopitia. Jaribu kufikiria vinginevyo, kwa sababu kwa namna tunavyoweka mawazo chanya akilini kwetu ndivyo tunavyoweza kubadili ulimwengu unaotuzunguka. Njia ya kufika pale ni wewe mwenyewe kuamua kuwa pale. Unachokichagua ndicho unachokipata. Ni rahisi tu kiasi hicho. Siku zote anza na maliza na mawazo chanya. Jacob, kuwa mwenye kushukuru wakati unapojihisi vyema, na kuwa msamehevu wakati unapojihisi vibaya. Kama kuna dua kubwa zaidi ya ile ya kuomba ukafanikiwa, basi haizidi kauli ya shukurani. Ni kauli iliyosheheni kila kitu. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nataka nikuulize kitu kimoja. Mimi nachokijua kwamba shukrani siku zote huenda kwa watenda mema. Sasa vipi kwa watenda maovu kama kina Rene? Hebu sahau kidogo kuhusu Rene na yoyote mwingine aliyewahi kukutendea mambo mabaya, kwa sababu wote hao wamekuchangia kukujenga wewe kuwa mtu mwema, kamili na makini. Ishi katika imani yako na siku moja utafanikiwa kuubadili huu ulimwengu ambao umekuzunguka. Siku zote jifunze kuwa na furaha kwa chochote ulichonacho. Wakati ukiwa katika mapito ya kukitaka ukipatacho, wakati fulani furaha huwa ni chimbuko ya tabasamu lako. Lakini pia usisahau, tabasamu laweza kuwa chimbuko la furaha yako. Fikra zako husawiri taswira iliyopo moyoni mwako. Nimekuelewa na ninashukuru sana kwa ushauri wako. Nashukuru pia. Lakini usisahau kitu kimoja. Oprah Winfrey aliwahi kusema, follow your instinct, that where true wisdom manifests itself. Akiwa na maana, fuata dhamira yako, kwa sababu hapo ndipo busara halisi hujionyesha kwa uwazi. Kuna kitu nataka kukuambia. Lakini kwanza ningependa unisindikize safari yako. Kuna vitu nataka kuongea kwa kina, lakini Okay. baki ofisi kidogo. Surprise. Jacob, kwa miaka takriban 6 nimekuwa nikisafiri nchi mbalimbali sana kufanya kazi. Here and there, huku na kule. Lakini kote nilikotembea sijabahatika kukuta na mtu mwenye haiba yako. Umekuwa mtu tofauti sana.
Yaani ni mtu wa ajabu sana. Na nimezidi experience zaidi pale nilipopata ajali. Umekuwa kind, umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Wewe tena sio rafiki, bali ni ndugu kuanzia sasa. Nitamwambia mke wangu, nitamwambia familia yangu yote kuhusu wewe. Ingawa mengine sitagusia, lakini you are my family right now. Nimepata likizo ndugu yangu. Na likizo yangu ningependa kurudi United States kupumzika na mke na watoto wangu kule. Lakini katika kipindi chote nitakachokuwa kule, wewe ndio utakayekuwa msimamizi wa mali zangu na vitu vyangu vyote. Nyumba, gari na hapa hii ofisi, na nitakutambulisha kwa wafanyikazi wengine kote huko. Kwa hiyo karibu sana katika familia. Yaani kiukweli rafiki yangu hali, yaani sijui hata nisemaje, sijui yaani nahisi kama kuchanganyikiwa hivi Jacob, wewe sio rafiki tena, ni ndugu. Siniti rafiki bwana, mimi ndugu yako. Welcome to the family. Na bwana nilikwambia uje ofisini upendeze hivyo ili nikutembeze kwa this is your office. Bwana nashukuru sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Kweli Mungu si asumani. Kwa hiyo nitakwenda kule, utaona wafanyakazi wenzako wote na everything. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka kushirikiana na wewe, lakini naona nilikuwa nachelewa kidogo. Nadhani sasa unahitaji mwenza. Unajua kitu hicho nilikuwa nakifikiria sana katika akili yangu na kwenye kichwa changu. Lakini yani kiukweli nikikaa hivi na hivi nahisi kama kuchanganyikiwa hivi. Usichanganyikiwe. Duniani kuna binadamu. Lakini kuna msichana mmoja ana tabia zinazofanana na za kwako. Mtu gani huyo? Lily ni binti mzuri sana. Msikivu. Na nadhani anafaa kuwa na wewe. Tafadhali usimnyime nafasi yake. Na kama utaridhika na hilo, basi site kujitwalia samaki wako kutoka ziwa Victoria. Nikushukuru sana. Mimi zaidi. Mungu akubariki sana. Mimi zaidi. Usifiri. Kwa hiyo tujiandae kwa safari. You're welcome. This is your office. Control everything. Welcome, Mr. Chairman. Thank you. Twende basi tukaone na watu wengine huko. Okay. Yeah. Jacob, mimi nimekuelewa. Ukizingatia mimi na wewe tumejuana muda mrefu sana. Sina pingamizi kubwa sana. Ila niko tayari ulete posa nyumbani kwetu. Unaposema kwamba hauna pingamizi kubwa sana, je, dogo lipo? Yeah, dogo lipo. Hebu niambie nisikie. Kama unavyojua mimi sijawahi kushiriki hata siku moja tendo la ndoa na mwanamume yoyote. Ila wewe tayari mwenzangu ushapitia kwenye mahusiano tofauti. Hivyo basi, mimi nachoomba, twende tukapime. Ili hata siku nitakapokabidhi mwili wangu, niwe nimefurahi na niwe na amani na kile kitu ambacho nilikuwa nimejiwekea. Lakini sasa hivi Lili tushajuana muda mrefu kitambo sana. Sasa kwa nini hilo ndio liwe pingamizi? Alafu sitoshi mimi mbona najiamini sana? Hata mimi najiamini sana. Lakini tufanye hivyo ili kila mmoja awe na amani na mwenzie. Yaani kiukweli dhamira yangu ilikuwa ni nifuate taratibu zote haraka, lakini tatizo ni hilo tu pingamizi ndio linalofunga mimi sipidi gavana. Yaani mimi nadhani hiyo sio kipingamizi kikubwa kabisa. Twende tu tukapime. Okay, basi siwe tabu. Tutaitekeleza hilo jambo. Japokuwa ni mtihani. Yeah, mnaweza mkasubiri hapo nje baada ya nusu majibu yako tayari. Okay. Kwa sababu si kuna sehemu kuna kitu tunaenda kufanya, basi baada ya masaa mawili tutarudi. Yeah, muda wote baada ya nusu mnaweza mkaja. Majibu ndio tayari. Mimi nadhani Lilian tufanye tu kesho. Kwa kuwa kuna kitu cha msingi nataka tukifanye. Kwani daktari majibu sitakuwa salama kwako? Yeah, yako salama tena confidential. Sawa, tunashukuru. Kesho mapema basi tukimaliza shughuli zetu tutakuja. Kila la heri. Asante. Ndugu yangu na kifua lakini kwa tatizo ni. Bwana wacha niwe mwazi ndugu yangu.
Unajua kipindi chote hichi Lilian alikuwa ananisumbua sana kwenda kupima. Sasa jana nimeenda naye kupima lakini hatukuchukua majibu. Sasa leo kanipigia simu anasema twende tukachukue majibu. Mimi nimemkatalia. Lakini sasa hivi kila saa nikimpigia simu hapokei. Nikituma message hajibu. Sasa kaka hapo uone kabisa kama mimi nishakwa. Kaka mimi naamini kabisa nitakuwa tayari nishaathirika. Una uhakika gani mpaka unaongea hivyo ndugu yangu? Nina uhakika kwa sababu gani? Yule Lilian hajawahi kutembea na mwanaume yoyote, bado bikra. Sasa mimi nishapiga hizi follow 2-3. Ndio wasiwasi wangu mimi ulipo hapo. Sasa ndugu yangu wewe hapa uone kama mimi nimekwisha. Simu apokee, SMS hajibu. Okay. Subiri. Kwa kawaida mtu anapopima majibu yanakuwa jambo la kawaida tu. Na siku hizi sio kama zamani. Hutakiwi kukata tamaa kwa majibu ya aina yote. Dokta, najua yote hayo. Naomba utupe tu majibu yetu. Mmoja wenu ameathirika. Ndio maana nimeanza na ushauri nasaha ili kuona kwamba kama mnakubaliana na hali hiyo basi ni vizuri kwa sababu kutokuwa na ubaya wote baadaye. Sababu wote ni kitu kimoja. Nani atakuwa ameathirika kati yetu? Majibu ya Jacob ni mazuri, lakini majibu yako yanaonyesha kwamba ameathirika. Dokta, una uhakika na majibu unaongea? Na uhakika na kazi yangu, na ndio maana ningependa uje na Jacob ili niweze kuwapa ushauri nasaha na kuona kwamba kama mnakubaliana na hali hii au Dokta, nikwambia mimi sijawahi hata siku moja kufanya ngono. Kwa hiyo nashangaa unaponiambia kwamba mimi nimeathirika. Najua Lilian, ngono ni njia mojawapo tu ya kuleta maambukizi, lakini zipo njia chungu nzima. Kwa mfano kama umeweza kushirikiana na mwenzako katika kutumia chombo chote chenye ncha kali ambacho yeye mwenzako ameathirika, hiyo pia ni njia mojawapo kuweza kuathiri wewe. Na nyingine ni swala la damu, kama umewahi kuongezewa damu, pia ni njia nyingine kuweza kupata maambukizi. Umepata tatizo la damu na ikabidi uongezewe. Ukoje wewe? Shuka na Nashuka ndio. Pole sana, pole sana. Aisee msumari mchoma vibaya sana. Sasa cha msingi jikaze bila uchomoa, sawa? Nishike, nyanyua mguu. No, nishike. Nishike nikusaidie. Nyanyua mguu. Nishike tu. Nyanyua mguu. Jikaze sana uchomoa, sawa? Jikaze. Okay, jikaze. Kwa nini usingepiga simu mtu akaja kukuchukua? Nikupata nielewa kweli. Mungu, kwa nini mimi? Shikamoo mama. Mama, karibu. Asante. Samahani kidogo. Kabla sana. Halo. Mimi Mama Kelili. Nini kafanyaje? Pole sana Jacob. Najua ni kiasi gani unaumia kwa sasa. Najua mimi ndiye chanzo cha yote haya. Ila haikuwa dhamira yangu. Nilikuwa nafuata sana ushauri wa Jessica. Mtu ambaye nilipogundua ananipeleka pabaya, niligombana naye. Najua mimi ndio sababu ya wewe kupitia mikasa yote hii. Ila uzuri ni kwamba nilielewa kwamba nimekukosea sana na nikafanya umeharibu maisha yako.
ila sikuwa na jinsi niliposikia kwamba unafunga ndoa na Lili, msichana ambaye nilikuwa na muhisi una mahusiano naye, kumbe maskini haukuwa hata ukitembea naye. Shani, maneno yako hayo kwa sasa hivi hatuweza kusaidia kitu chochote kile. Najua Jacob, ila mimi nipo kwa ajili yako utakapohitaji faraja yangu, na nipo tayari kukuonyesha kwamba mimi siko tena kama mwanamke yule ambaye ulimfikiria kitambo. Jacob, ukininyima nafasi ya kurejesha furaha yako, tambua kwamba nitaishi maisha yangu yote nikiwa najutia. Naomba usiniache nikawa binadamu wa hivyo, Jacob. Naomba unipatie nafasi hii, please. Please, Jacob. Okay. Naweza kukuamini tuko tayari, tuko ndani ya ndoa. Niko tayari muda wowote, hata sasa, Jacob. Kwa sasa hivi siwezi kufanya kitu chochote. Jiandae kesho kwa ndoa. Kesho? Yeah. Okay. Bebe. Jacob apokee simu Wande. Relax. Atakuwa yuko busy na maandalizi ya harusi yenu. Mbona uko na wasiwasi hivyo? Leo ni siku special kwako, utakiwa kuwa na wasiwasi. Si ndio mami? Utakiwa kuwa na wasiwasi. Hapana Wande. No, leo ni siku special kuandika historia ya maisha yako upya. You don't need to worry. Kwani unaogopa? Nishaanza kuingia wasiwasi. Hapana bwana, usijaribie siku yako bwana. Shani. What? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mke wake, na hao watakuwa si wawili tena bali ni mmoja. Bwana Jacob Julius Komba, unakubali kumpokea Bi Lilian Peter kwa mke wako halali, kwa uzima na ugonjwa, kwa shida na raha, hata kifo kitakapowatenganisha? Nipo tayari kumpokea Bi Lilian Peter kuwa mke wangu halali, kwa uzima na ugonjwa, kwa shida na raha, mpaka pale kifo kitakapotenganisha. Pokea pete hii kama ishara ya upendo wako kwake siku zote za maisha yenu. Kadhalika, Bi Lilian Peter, unakubali kumpokea Bwana Jacob Julius Komba kuwa mume wako halali, kwa uzima na ugonjwa, kwa shida na raha, hata kifo kitakapowatenganisha? No, Jacob! Huwezi kunifanyia hivi. Shani, unajua kwamba mimi sina deni wote na wewe? What? Una deni na mimi? Yes. Na uliponiambia nijiandae? Kwa sababu wewe ulisema hivyo, lakini moyo wangu hauko kwako. Moyo wangu upo hapa nilipo. No. Mchungaji, endelea. Kwa mara nyingine tena, Bi Lilian Peter, uko tayari kumpokea Bwana Jacob Julius Komba kuwa mume wako halali, kwa uzima na ugonjwa, kwa shida na raha, hata kifo kitakapowatenganisha? Lilian, kubali tulimalize hili jambo. Yaani wala usiwe na wasiwasi wote, kila kitu kitakaa sawa. Pokea pete hii kama ishara ya upendo wako kwake
siku zote za maisha yenu. No, Jacob, no! Kwanza sina budi jana kukupongeza kwa hatua uliochukua ya kuweza kumwoa mwenza ambaye ameathirika. Ni vijana wachache sana wenye kuweza kuchukua hatua kama hiyo. Wewe nakusifu kwa ujasiri wako. Nashukuru sana daktari. Kingine nimefurahi sana kwamba umekuja ili upate nasaha kutoka kwangu kwa swala hilo. Unajua kuwa na VVU sio viashiria vya kifo. Unaweza ukawa na mwenza ambaye ameathirika, mkalala mkaishi pamoja, na hata mkafanya kitendo cha ndoa bila ya kinga na usiathirike. Hiyo inategemea vitu viwili. Cha kwanza, kiwango cha maambukizi kwa mwenza. Ya pili, maandalizi ya uhakika kabla ya kitendo cha ndoa. Maandalizi yakiwa ya kutosha, yale yanafanya kwamba ukiwe na ulaini ambao probability ya maambukizi ni 2% tu. Na hiyo 2% ni wakati utakapokuwa unafanya kwa fujo au unafanya bila ya kufurahia kitendo cha ndoa. Ukitumia kinga una uhakika wa usalama kwa 99.7. Kwa hiyo hapo nabaki na 0.3%. Na hiyo maambukizi ya 0.3% yanategemea vitu viwili. Cha kwanza ni uvaaji mbovu wa kinga, kutokana na labda kinga ni kubwa au ni ndogo, kutokana na maumbile ya mtu. Kingine ni kupasuka kwa kinga, ambapo tunafahamu kwamba ni kitu cha kawaida ambacho kigundua mara moja unaweza kubadilisha kinga na kuvaa nyingine. Kwa hiyo narudia katika kupongeza kwa hatua uliochukua ya kuweza kuwa na mwenza. Nashukuru sana daktari. Asante sana daktari.